Hii movie huwezi kuamini itakuachia funzo kubwa katika maisha yako. Leo movie yetu inaanza tukionyeshwa kuna mzee mmoja hapa yuko sehemu akiwa ameona begi amelifungua hapa. Baada ya kulifungua anakuta manoti kibao ese. Anajiuliza, pesa zote hizi? Siwezi kuamini ese. Yaani ni kama naota vile ese. Anaendelea kuongea pale kwa shukrani kubwa anampelekea kwa Mungu wake kwamba Mungu nakushukuru sana sasa kwa kuniletea hizi pesa. Kwa sasa nitaweza kwenda kumtibu binti yangu sasa. Maneno kibao pale ya shukrani anamtoka sasa. Hapo ndio tunatambua kwamba huyu mzee ana binti yake ambaye ni mgonjwa sana sasa, anahitaji matibabu sasa. Hapa kuna kitu anakiongea mzee, anasema Mungu nimekuomba unipe 10 rupiah tu, lakini umenipa zaidi ya hiyo mara 10 zaidi. Asante sana. Muda unapita kidogo, tunamuona mzee amekuja kwake, amekutana na mkewe sasa. Mkewe anamuuliza umepata wapi pesa zote hizi? Babu anamjibu kwamba nimeziokota huko wakati nipo katika harakati zangu sasa. Pesa zote hizi? Lakini mzee anajibu kwamba pengine kuna tajiri wote amezidondosha sasa. Kwa hiyo hapa tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuhama mji kabisa. Mzee ashaingia tamaa kabisa sasa. Azirudishi tena hizo hela sasa. Anaendelea kuongea kwamba kwa sasa tutavaa nguo nzuri na bila kusahau tamtibu binti yetu sasa. Anaendelea kusema kwamba kutokana na hizo hela tulizopata tutafanya yote hayo, bila kusahau tutanunua nyumba ndogo pamoja na kuweza kuacha kazi yangu ambayo nilikuwa nafanya mwanzo. Mkewe hapa anamwambia kwamba unakumbuka kile neno ambalo tulifundishwa na baba yetu? Baba alisema kwamba mkate wa uaminifu unakuwa hauna ladha sasa, na kawaida yake sasa unakuwa unakwama katika mdomo wako sasa. Mkewe pale kuna maneno ya huzuni pamoja na kumfariji anamtoka pale, lakini bado still mzee ameganda tu. Anafikiria namna gani ameshaokota donge dodo la pesa, je azirudishe au abakie nazo? Anaendelea kuambiwa pale ikiwa utazitumia hizi hela zitapotea katika macho yako bila kujua zimepotelea wapi. Anaendelea kukubali mzee kwamba hichi kitu nilichofanya sio sawa sana, sio uaminifu kabisa, na huu niliofanya ni wizi kabisa. So nini nitafanya sasa? Babu anaona kwamba ni mtihani gani ambao umepatiwa na Mungu sasa. Yaani amepatiwa kibunda, lakini sasa ni kama anatahiniwa hivi. Mkewe anamwambia kwamba hizi pesa haziwezi kutatua matatizo yetu, ni muhimu uzirudishe tu, na kuhusu afya ya binti wetu tutamwachia Mungu tu. Ula amekipata lakini bado kinahitaji kurudishwe. Kana pale akisearch katika begi, lakini baadaye anaonatoa karatasi, anasema hii karatasi ina address sasa. Mzee anainuka, tunaoneshwa tena mzee akiwa mjini hapa amekuja huku akitafuta hiyo address ambayo alikuwa ameiona katika karatasi. Kwa mbali anamuona jamaa ametulia hivi, anajiuliza je niende au vipi, huku akiangalia ile begi la pesa. Mara tunaonyeshwa yupo na jamaa hapa, anaulizwa wewe mzee unakwenda wapi? Mzee anasema nina shida kuonana na Mr. Sanju hapa, nina mzigo wake. Bado jamaa anamkatalia kuingia ndani, anamwambia basi nipe mimi niupeleke. Babu anasema kwamba huu ni mzigo muhimu sana sasa, huwezi kumpelekea, lazima nimpe mwenyewe mkononi. Mara tunaonyeshwa huku amekutana na Mr. Sanju. Mr. Sanju anamuuliza yes niambie wewe ni nani na umetokea wapi na umekuja kufanya nini hapa? Babu anasema pale nimekota ile begi na nimeona bora nikurudishie. Mr. Sanju anashangaa pale. Baada ya kulicheki kidogo anajiuliza kwamba hizi pesa zote umeziokota na bado umezirudisha? Umezirudisha kweli? Mzee anajibu ndio nimerudisha sasa. Mzee kwa kutetemeka pale anamwambia ndio nimezirudisha hizi na sikuchukua hata noti sasa. Mr. Sanju anashangaa pale. Mara kidogo mzee anataka kuondoka, anamwambia unaenda wapi sasa mzee? Basi njoo hapo kae tuongee kidogo. Katika mazungumzo yao pale, baada ya kukaa Mr. Sanju na mzee, Mr. Sanju anamwambia vipi, kwa nini, kipi kimekufanya urudishe hizo pesa? Babu pale anajibu kwamba nimeingia tu moyo wa imani, kwa sababu tangu nilipokuwa mtoto baba yetu alikuwa anatufunza kwamba tunahitajika kuwa waaminifu kwa kitu cha mtu chochote, na tusiweze kuchukua kitu cha mtu chochote bila kuweza kupata idhini ya mtu mwenyewe. Ndio maana nikaona nikurudishie, japo kuwa kuna binti yangu ambaye anaumwa na anahitaji matibabu pale. Mr. Sanju anasema hichi ni cha kushangaza kabisa. Yaani una binti ambaye anaumwa na anahitaji matibabu, umepata pesa lakini still umezirudisha. Asante sana Mungu. Na nilikuwa natafuta watu wengi, natafuta mtu mwaminifu kwa muda mrefu, na leo hii nimekutana na wewe. Kwa hakika nimeweza kutapeliwa na watu wengi katika hii dunia, lakini wewe ni miongoni mwa mtu ambaye nimewakuta
ni waaminifu sana. Sasa nataka nikuahidi kitu kimoja, kwamba mtoto wako ataweza kutibiwa katika hospitali kubwa katika huu mji. Sasa mzee anaposema hapana, huwezi kunipa kitu kama hicho. Sasa mimi nimefanya kama fadhila tu kurudishia mzigo wako. Sasa kizuri zaidi, Mr. Sanju anamwambia mzee, sasa umenionyesha uaminifu ambao hata wafanyakazi wangu wengi hawana huo uaminifu. Kuanzia leo nimekupa nafasi ya kufanya katika kampuni yangu, na utataja mshahara wowote ule utakaotaja na nitakupatia. Sasa yani mzee amepata bonge la dodo sasa, kwa kitu kidogo tu, kwa fadhila ndogo tu, kwa uaminifu mdogo tu alioonyesha kurudisha mzigo wa pesa nono walizokuwa nazo. Wanaendelea kuongea pale, Mr. Sanju anamwambia kwamba kwa sasa unaweza kurudi kwako na kuweza kuwapa habari hii njema familia yako. Hakika utafurahi sana. Sasa mzee anashukuru pale, anamwambia hakika umeweza kubadilisha maisha yangu. Sikuamini kama itatokea nafasi kama hii katika hii dunia. Asante sana. Na movie yetu inakata hapo. Sasa hii ni short movie ambayo imeandaliwa na Mr. Sanju ambaye ni msanii wa India ambaye anaandaa short movie kama hizi fupi ambazo zenye kuelimisha, kuburudisha pamoja na kuelimisha katika jamii. Tuandikie katika comment tuambie, je, kama ni wewe ungeweza kurudisha donge nono kama hili, au wewe ndio wale tu ambao wafanyakazi wake Mr. Sanju?